peke yangu kana. Akasikia sauti inamwambia, be aware that I am God. Ujue ya kwamba mimi ni Mungu. Akaangalia haoni ni nani anaongea. And another voice ikasema tena, be aware I am God. I will take you through an understanding of who I am. Nitakupeleka kwa kasafari uweze kuelewa mimi ni nani. Mwanaume akasema, kama ni Mungu nena nami. Akasikia sauti inamwambia, when you are at your last, wakati umefika mwisho wako. Akaambiwa fanya kidole hivi, akafanya hivi. Ya kwanza hivi, akamwambia kidole ya kwanza, quit worrying. Wacha kukaa kama unaogopa, unastuka. Akasikia sauti inamwambia, life has dealt you a blow and all you do is sit and worry. Have you forgotten that I am your God? Umeketi na uko na shida, unasikia mawazo mingi na umekufa moyo. Don't you know I am your God? Hujui mimi ni Mungu wako? Akasema, nimesikia. Kama wewe ni Mungu, speak to me. Akasikia kitu ya pili, akaambiwa weka kidole ya pili. Akaweka ya pili. Akaambiwa after quitting worrying, now put it on the list. Weka kwa list. Akauliza list gani? Kawaambiwa, akasikia sauti inamwambia, weka kalamu karatasi mahali, andika list ya ile mambo unataka. Akachukua kalamu. Huyu ni mtu, ni sauti tu anasikia. Akaanza kuweka list. Pesa ndio hiyo sina, nyumba sijalipa, building ndio hiyo, Nairobi ndio hiyo. Mambo inaendelea hivyo. Serikali hatujui kutakuwa namna gani. Waheshimiwa ndio hao, sijui mambo iko namna gani. Iko hivi. Akaambiwa na Mungu, even before uandike yale yote, I knew, because I am all knowing. Mungu akamwambia, unapoamuka kila asubuhi, kumbuka ya kwamba I am all knowing. Mimi ninajua mambo yote. Ugai, Mungu anajua mambo yote. Mambo ya tatu akaambiwa, write this. Kidole ya tatu, trust me. Jehoke. Once you have given your burdens to me, wakati mumepeana shida zenu kwangu, wakati mumepeana shida, building ndio ile, kazi ndio ile, Nairobi ndio hii, jamii ndizo hizi, wagonjwa ndio hawa, maradhi ndio hawa, room ndizo hizi. Wakati tumetaja zote mbele za Mungu, Mungu akamwambia namba tatu, trust me. How do we trust God when we don't see, when we cannot understand? You just see. Uanze kurudisha mawazo yako, uanze kufikiria kile unajua about God. What do you do when you don't know what to do? Mazia kataya. Mundu wekagatarĩria ndoyo ũrĩa gwĩka. Wakati hujui kile utafanya namna gani, anza kufanya kile unajua. Kitu gani? Najua kuna Mungu. Najua ananipenda. Najua ni mwaminifu. Najua ni mwema. Najua yeye ni Mungu. Halafu unaweka kawimbo ya kukutia moyo. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitatembea pamoja na wewe, Jehova, pamoja na wewe. Nairobi hii, Jehova, katika safari yangu tatembea nawe. Bila mume wa watoto wangu, Jehova, pamoja. Bila stoku nitafanya namna gani? Pamoja, Jehova, nawe. Kwa hii safari, Mungu wa miungu, katika esakaya labari, ekereosikaya laba, tatembea nawe. When you don't know what to do, do what you know best. Weka kawimbo ya kukutia moyo. Najua siku hizi watu wanaamuka na mnaanza kusikiza nyimbo za kuwapoteza. Watu wanaamuka na wanauza na simu na kufuata mambo yenye inatokelezea kineneza yenye itakutia moyo. Watu wengi wanafika mwisho wao kwa sababu ya kile wanasikia. Because what you hear will form you. What you hear here will keep you. What you hear will destroy you. What you hear, God, what you hear.
Mjue mambo ya kugadi, kushikilia kile unasikianga. Kile unasikia chaweza kukumaliza uishe. Kile unasikia chaweza kukusimamisha katikati ya dhoruba. Nairobians, ladies and gentlemen, fellow Kenyans, guard what you hear. Guard what you hear. Ukigamuka tunasikia Nairobi kunaendelea hivi. Uko kwa TV ukisema haya, masaa 5. Achana na yale, weka kawimbo. Unaanza kusema pamoja Jehova, pamoja na wewe, na mazoka safari yangu tatembea na wewe. Mambo si matatu. Mambo ilikuwa gapi? Mambo ilikuwa 10 na ninamalizia. Kwanza aliambiwa, ya kwanza quit worrying. Ya pili akaambiwa put it on the list. Ya tatu akaambiwa trust me, tehokeni. Ya 4 akaambiwa leave it alone. Wakati umetoa mambo yote, umemwambia Mungu take over, tikakogie karege. By worrying hatuwezi jiongeza siku ingine. Huwezi pata pesa imekugoja kwa kustuka, lakini kila siku ambia Mungu, Jehova nilikupatia yote. Namba 4 akaambiwa leave it alone. Namba 5 akaambiwa keep talking to me. Anasikia sauti jarageria rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩma nĩtũrĩkanĩra nake nĩgwendaga. So many people wanaamuka and they don't talk to God. Watu wengine wanafikiria wale ambao ni wahubiri. Mimi nimehubiri Nairobi hii, nimewaambia kabla mheshimiwa kuzaliwa, nimehubiri mimi kitambo, hata Karago kuzaliwa. Nilianza nikiwa kasichana kadogo 5 years. Nilikuwa naingia kwa church na huko kwetu kule sisi tulikuwa tunakaa bila viatu, na nyinyi mlikuwa mnakaa na viatu. Sisi tulikuwa tunakaa bila viatu. Mimi nilivaa kiatu ya kwanza size 7, na mpaka wa leo kitaka kunibaia kiatu ni size 7. Wengine tumetoka mbali, tunapenda God na roho zetu zote. Tumetoka mbali. Yaani unavaa hairpiece, unakaa na hairpiece miezi 7 kwa kichwa. Sasa huko tulikuwa tunatoka miezi 5. Nilikuwa naendelea kuomba tu kutoka kule. Mungu alinishikilia kutoka kule bali. Na tulifundishwa ya kwamba ukiamuka asubuhi, talk to God. Sio wahubiri wanaambiwa ongea na Mungu. Najua siku hizi tunaangalia kwa wahubiri ni kwa kama preachers wanaishi heaven. Hatuishi heaven. Ukilipa rent ninalipa. Ukiweka gari fuel nina fuel. Ukilipa fees nalipa. Ukipita Nairobi kukimbia na mimi nakimbia. We don't live in heaven. Tuko hapa kama wengine. Wakati Mungu anasema talk to me, number 6. Kila mmoja wetu in all humility, ladies and gentlemen, my fellow Kenyans, ukiamuka asubuhi, kumbuka kumwambia Mungu, asante niko hai, nimeenda shughuli zangu, twende na wewe. Sio lazima uombe mabilefu kama ya Wangojiri. Wangojiri Sunday morning, this woman anaomba kwa Kameme radio for 4 hours. Masaa gokonia. Na hajasema amen. Na ndaradhira sema odoma kuga. Sio lazima uombe mabilefu. Na nilikuwa naambia mheshimiwa Mwenje hivyo. Mheshimiwa Mwenje anaamuka, anaoga, anaobaga akienda. Tega hivi ndani nani? Na ni sawa tu. Nikamwambia ni sawa. Lakini mheshimiwa Mwenje, sikiza. Mungu mwenye alikufanya MP kama babako. Ni vema ukiamuka asubuhi unasema, si mimi Mungu umeona tukiwa kijana hivi nikuwe mimi. Nipe nguvu ya kuendelea, niongoze. You know why, mheshimiwa? Proud people don't pray. Proud people don't give thanks. Wanafikiria ni wao. Lakini sisi we are not proud people. Tunapoamuka asubuhi, tunamwambia Jehova, kukua hai ni wewe. Kuvaa ni wewe. Kukunywa maji ni wewe. Kwenda Nairobi na kurudi ni wewe. Mmesikia vile Karago amefanya turia hapa. Ati ametoa hata kile alikuwa nacho mfuko akikumbuka. Aliambiwa na watoto wake, "Daddy, leo uniletee ABCD." Akaimagine akienda akose kurudi. Kuwa hai ni muujiza. Ukiamuka asubuhi, remember, fellow Kenyans, to tell God thank you. Na Biblia inatuambia tuombe serikali. Wengine wanasema, I cannot pray for the president. Hatuombeagi president tumsaidie. Hatuombeagi hawa tuwasaidie. Biblia inasema kwa 1 Timothy ya kwamba wakati tunaombea viongozi tunakaa kwa amani. Hapana, tunawaombea. Sisi tukiwaombea tunakaa kwa amani, sio kuwasaidia. Sikiora kwenya niambie kulea gothie. Hapana, muombe. Ukimuombea unakaa kwa amani. Back to the story. Wake up every morning. Remember kumwambia Mungu, asante niko hai. Tuko na bagapi? Leave it alone. Talk to me, number 6.
have faith. Akasikia sauti namwambia kuwa na imani. What is faith? Faith ni kuona ile kitu umesema imefanyika. Nimekuja kuambia wana Sunbeam, ladies and gentlemen, wonderful ladies and gentlemen, fellow Kenyans, kila asubuhi kuwa na kaimani ya kwamba kunaye Mungu atakupeleka na akurudishe. And now the other one, share. Be sharing the little that you have. Nimefurahi kuona vile tumeshare. Share the joy. Life inakuwaga better when people share. Life inakuwa better. Mimi nililipa kuleta hizi na hawa wengine ni make sure wamerudi. Life is better when we share. Ni vema kile umebarikiwa nako ukagayaga. Na mkienda makanisa mkahodha. Tutaangalia hujia. Husaidii mhubiri. Ni wewe unajisaidia. Because what you give doesn't die. Anything you give to God, it doesn't die. It comes back to you. A story for another day. Halafu ya mwisho tukimalizia. Be kind. Be mtu generous. Kama vile tumefunga biashara, tuje kulia na hao wanalia, we are generous. Kama vile tumejitolea, we are generous. Finally akaambiwa number 10. Voice ikamwambia, love yourself. As much as I love you, how can you not love yourself? Watu wengi wanajiangalia vile walikosa kusoma, they hate themselves. Watu wengi wanajiangalia, ukikaa na watu wamesoma wanasema sasa niko kwa degree ya 3. Ukikumbuka ulipata mimba ukiwa class 8 unajichukia. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, you are not prisoners of your past. Haijalishi ulikuwa unafanya nini kitambo. Nilikuwa house girl, today I'm not. Leo ni mimi naajiri watu. We are not prisoners of our ile kitu yote ulifanya kitambo. Kijana mwingine alikuja kuniona ananiambia mimi atasiendagi ejagi. Nini? Msichana mwingine kulikuwa December, hata anakuja kunitembelea tu hivi alafu anajiranisha kwangu. Saa ikifaa mimi nilistukia tu asubuhi kumeenda vile kulienda. Alafu namna gani ako na mimba na mimi sioi, mimi sitaki kupata mke. Na mtoto akazaliwa. Wakati you mess in life, don't stay there. Keep moving. Mungu hayuko idle ati anakaa tu akiangalia wewe kiliona naona. It is the devil. Satan ndiye anafanyanga hivyo. Satan anakumbusha mheshimiwa kwenye ulifanya hivi, ulisimaidia msichana huyu. Wewe kwanza mpaka wewe kwanza wewe unafanya hivi. Wewe na ulifanya hivi. Wewe moja ulifanya hivi. Satan ndiye anatuangalianga kuangalia kitu tulifanya. God is a busy gentleman. Busy doing what? Loving us. Watu wengi wamekaa Nairobi hii wanajichukia wenyewe, hawajipendi kwa sababu unaangalia stoko yako ni ya 100. Una compare stoko ya mtu wa 1 million. Unaangalia maisha yako unajichukia. Love yourself. Niliambia mjenzi mmoja hivyo Sunday. Nikiwa kwa studio Sunday morning, mheshimiwa, I know you listen to me. Msichana ananiandikia message, 23-year-old girl. Kajenzi, alikuwa kamepanga kwenda maandamano lakini kakagojeka. Tuboni nina she's an orphan. Akaniandikia akaniambia, Wagojiri huwa unasaidia watu wengine. Si leo ukumbuke tu jenzi. Nikamuuliza ni nini? Call me. Nikapigia kasana kako hospitali, kamefanywa operation ya intestines, amekatwa intestines, kamegojeka, kamewekwa kwa hospitali tu, hakuna bill. Hakuna pesa ya bill. 500,000. Kakaniambia simu nisaidie nyenye iko. Watu wetu na kwetu hakuna nguvu. Kakauliza uko wapi saa hii? Hospitali wapi? Nikafuata, nikapika, nikaangalia mambo yote, nikaona ni sawa. Nikaambia kama vile Karago tunafanyanga na yeye. I told my listeners Kameme, I need 500,000 now. Nikwambia within 20 minutes nilikuwa na 500,000. Nikalipia kajenzi nikakaambia Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Usijichukie. Ati watu wanachukia majenzi, nani anachukia? They are children. Mimi watoto wangu wote ni majenzi. How can we hate our own children? How can we hate? Si tunasimama, we pray for them. Na wakitenda mabaya, we repent on their behalf. Ile mambo imefanyika huku sio majenzi, ni wakora. Sema washindwe. Ishindwe kabisa, ni wakora. Ladies and gentlemen, do not hate yourself because of your past. Do not hate yourself because of what you are going through. Mungu anakujali, Mungu anakupenda. Ningetaka tuinamishe nyuso zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Utukuzwe na uhimidiwe milele Jehova. Ni kwa sababu umetuweka hai. Utukuzwe